vingekuwa vikidhoofisha maisha yao ya kiroho na ya kimwili ni uchungu wa mauti. Hawakuwa wanataka kukuua, ila wakatengeneza vifungo vya uchungu wa mauti. Unasikia tu uchungu, unasikia tu maumivu ukiwa ndani, unasikia tu kilio ukiwa ndani. Kwa nini? Vifungo vya roho za mauti, uchungu wa mauti unakabili maisha yako. Kuna watu tangu mmezaliwa hamjawahi kuwa na furaha kabisa, ile kwamba ninafurahi, haleluya, nimempata Yesu. Hauna furaha. Umeokoka, hauna furaha. Umeingia ndani ya ndoa, hauna furaha. Ulisema labda nikipata mtaji mkubwa nitakuwa na furaha. Kinachokusumbua ni uchungu wa nini? Wa mauti. Ukasema nikiwa na ule mradi labda nitakuwa na amani. Unapata ule mradi, halafu hauna amani. Na unajiuliza inakuwa ni nini? Uchungu wa nini? Wa mauti. Ni moja ya vifungo vya kiroho. Jamani, haleluya. Wenzako wanaimba, wanaabudu, wanalia Roho Mtakatifu. Wewe tukikuuliza hata unalia nini? Uelewi unalia nini. Ila ukikaa unalia, ukizungumza utalia, ukicheka na penyewe utashangaa machozi hayo. Ila huko kucheka, yani unacheka lakini unacheka cha maumivu. Hivi unanielewa vizuri? Unajua kuna kile kicheko mtu anacheka huko yani ni vitu viwili. Anacheka huko analia. Ila unaona anacheka, unaona anacheka amefurahi. Unaona na machozi kabisa yanakuja lakini ni mtu ambaye anacheka huko analia. Yani hapo anajiuliza mambo yani haya yamenipata kwa nini? Yani ameshaumia mpaka ule uchungu wa mauti umekuwa sehemu ya maisha yake. Kwa vitu vikimpata vinaambatana kwa pamoja. Anacheka na machozi yanatoka. Unaambia mtumishi ni kwamba umefurahi sana. Sio kwamba amefurahi sana, uchungu wa nini? Wa mauti umemkabili. Uchungu wa mauti umempata. Uchungu wa mauti umemvamia. Kwa anacheka huku analia. Ndivyo maisha ya watu wengi yamekuwa. Yana furaha na huzuni. Yani nasema asante Yesu, lakini ukishasikia lakini ujue kuna uchungu wa mauti. Asante Yesu na uzao, lakini hiyo lakini kuna kitu pale kimeleta shida. Ikishawekwa hiyo lakini ndio kuna kipande ambacho tuna furaha na tuna amani, ila vyote vimechanganyishwa. Kwa vyote furaha na amani viko vyote kwenye maisha ya mtu. Kuna mtu amepita sana kwenye uchungu na akaona hamna namna nyingine, inabidi tu nijifurahishe. Yani anajifurahisha, ila akifurahi sana akikaa akiwaza anasema lakini uchungu wa nini? Wa mauti. Haleluya. Hebu tusome uchungu wa mauti. Nimekwambia ni roho. Hebu tuangalie kitabu kile cha Samuel iliyoandikwa, sijakupa, Samuel wa kwanza. Kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza 15:32. Samuel wa kwanza 15:32. 15:32. Tuone pale neno la Mungu linatuelezaje. Samuel wa kwanza 15:32. Neno la Mungu linasema hivi. Ni muhimu sana tukafahamu. 32 neno la Mungu linanena, anasema hivi. Hizi ni habari za mfalme wa Amaleki ambaye Sauli alitumwa kwenda kuvamia Amaleki. Na alipopewa kazi aliambiwa hivi, ua wote, usiache hata mmoja. Alichofanya Sauli, akamwacha mfalme, akaacha na kondoo wanono
ng'ombe wanono. Akasema hawa nitaenda kutoa sadaka kwa nani? Kwa Bwana. Alipokutana na Samueli akamwambia, kwa kosa hili ufalme wako umeharibikia na hautaongoza tena taifa la Mungu. Sasa cheki kitu ambacho anasema mfalme huyo wa Amaleki. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo Samueli akasema, nileteeni hapa Agagi mfalme wa Amaleki. Basi Agagi akamwendea kwa kutepeteo, naye Agagi akasema hivi, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Bila shaka, mimi nataka bila shaka uchungu wa mauti umefanya nini? Umeondoka. Alijua anaenda kufanya nini? Kufa. Kwa wakati alivyokuwa anaachwa hai, kilichokuwa kinamtesa ni uchungu wa nini? Wa mauti. Alivyoitwa na Samueli, akamwambia nileteeni hapa. Akaenda akiwa amekosa nguvu. Kwa Kiswahili cha leo unaweza kusema ni kama mtu aliyemwagiwa maji, ametepeta. Anaenda hana chochote. Amefika anasema